Welcome again to Reality with Joe. And today I just want to send a message to Mr. Kanyari. Kuna story imekuwa ikiendelea kwa mitandaoni na ni kuhusu watoto wako. Ni kuhusu kile ambacho kinaendelea kwa mitandaoni. Watoi wako wana trend kwa mitandao, wewe mwenyewe una trend kwa mitandao. Na labda watu wanashangaa, ni nini inaendelea? First, before nikupe hii message ama ni kuambia hii message, kitu cha kwanza, wewe Mr. Kanyari, vitu umekuwa ukifanya, hujakuwa ukifanya vitu poa. Wewe umekuwa ukifanya vitu kinyume na Mungu. And I don't know kama Mungu alikuita, kwa sababu kama Mungu alikuita umtumikie, I don't think that hizi vitu umekuwa ukifanya ziko right na Mungu. Maybe when you started ulikuwa poa. Maybe ulikuwa unawakilisha Mungu vizuri. But as much as I know, kuna story yako ili happening some years back na ulikuwa exposed kwa zile vitu ambazo umekuwa ukifanya, zile vitu ulikuwa unazifanya. And for me I thought utachange, utamake things right with God. Remember, God is not mocked. Whatever you have been doing, umekuwa ukichafua jina la Mungu, umekuwa ukitumia jina la Mungu kuibia watu, umekuwa ukitumia jina la Mungu kufanya usherati, umekuwa ukitumia jina la Mungu kufanya mambo ambayo hayaleti utukufu mbele ya Mungu. Na wakati Mungu alikupea ile nafasi uweze kukuwa mchungaji, wewe ukaanza kufanya vitu zako. Wewe ukaanza kutumia ile nafasi kufanya mambo yako. And I remember those years back uliexposiwa and everyone thought that utachange. Vitu zitakuwa sawa, ushajulikana yale vitu unafanyanga. But my friend, haukuwa change. And I don't think that unakumbuka kama siku moja ungekuwa na watoto, ama siku moja utakuja kupata watoto. Kwa sababu kuna the other day nilisikia ukijigamba ukisema eti vile mlipatana na yule mpenzi wako ambaye aliyekuzalia wale watoi, na vile ulifanya mpaka mkakuta mko penye mlikuwa. Hii ulijigamba sana, ulikuwa unaongea vitu as make sense, which is okay for your own purpose. But now tukuje kwa point. Hii message lazima ikufikie. Whatever you are seeing, whatever is happening between wewe na watoi wako, between watoi wako na yule jamaa ambaye ako na wao, let me tell you this. Wale watoi utaweza kuwaokoa, hautaweza kuwasaidia vile unafikiria. Hata uende usunguke mitandaoni yote ukicomplain, ukilia, ukisema watoi wangu watafanyiwa, watoi wangu wanafanyiwa, that will change nothing. Because whatever you have been doing, whatever you have been deceiving the people of God, now it's time for you to pay. Na usipochunga, things will be worse than the way you think. Wewe unafikiria vitu tu ni kawaida, na watu wengine maybe wanafikiria hii ni mambo tu ya familia issues nini. Hapana. This is a spiritual war. This is a spiritual matters. So wewe, God anakupa warning usikiangi. God amekuwa akikuexpose kupitia watu wake, kupitia watumishi wengine wake. Wewe unawadharau, wewe unawatukana. I remember there is a guy is a servant of God. Alikuja akakukemea, alikuwa amekukemea, akasema whatever you are doing, if you are not going to stop, things are not going to be okay with you. Hautakuwa sawa. Na wewe ukaanza kumtukana yule mtumishi wa Mungu, ukaingia TikTok live pale ukaanza kuongea vile uliongea. Now, let me tell you this. Remember, Mungu ni mtakatifu na Mungu ni wa haki. Na anaitenda ile haki sawa sawa. Wewe, watu saizi wanakutetea, watu wanasema upewe watoto. But let me ask you a question. Na wale watu ambao wanamtetea wanasema huyu jamaa apewe watoi wake. How many daughters of men wenye umeharibu? How many daughters of men wenye umechafulia maisha, umewaharibia maisha yao, umewatumia vibaya ukiwatupa? How many
girls ambao umewafanyia mambo ambayo ni ya kushtua. Au kujua kwamba siku moja utakuja kuwa na watoi. Au kujua siku moja utakuja kukuwa na mtoto msichana. Ni wanawake wangapi umewaharibia maisha yao? Ni wanawake wangapi umewaharibia ndoa? So hata ulie ufanye nini, it is your time now to pay what you have been doing. Na Mungu ni wa haki. Mungu hata lower standards zake kujaribu kukufanya ukae ni kama wewe ndio you deserve better than others. No. So chenye naweza kuambia wewe Mr. Kanyari, whatever you are doing haita work. Hata uende koti gani, hautaweza kumanage what is happening. Hautaweza kumanage kuchange things the way you see things are. Vitu zitakuwa mbaya. Wewe umekuwa ukifanya maovu, umekuwa ukipewa nafasi na Mungu wache ile maovu unafanya na ile ukoro unafanya. Umekuwa ukitumia jina ya Mungu vibaya. Umekuwa ukitumia jina ya Mungu kutabiri watu. And now you think that Mungu atakuwa ako sawa na wewe kwa yale maovu umekuwa ukiyafanya. Remember the Bible says that Mungu anahukumu mpaka kisasi cha 4. Kwa sababu gani? Utakuta watoi wanapitia challenges zenye wazazi wao ndio walifanya mistakes. So wewe zile vitu umekuwa ukifanya, hukujua siku moja mtoi wako atajikuta kwa hii situation. Sasa saizi wewe ndio unalia unasema mtoi wako amebadilishwa kuwa mke. Umekuwa ukiwabadilisha wasichana wa watu hivyo. You have been doing the worst. Na unafikiria kwamba Mungu anakuangalia tu ananyamaza. Now let me tell you this. Wewe usipo repent without repentance, that is the only thing unaweza fanya kuokoa watoi wako. Lazima urudi mbele za Mungu uombe msamaha. Whatever you have been doing, whatever you have been doing in secrets, lazima urudi kwa Mungu. Mungu tu ndiye anayekusaidia, atakayekusaidia kurejeshea familia yako. But wewe na akili zako na hiyo kiburi uko nayo, you will do nothing to save your kids. Angalia mtoi wako saizi. She's just 13 years old. But angalia zile vitu wanafanya. And sometimes people think that this is just normal. It's just a kid. She's just a kid. Hacha mtoto akue. But that is dangerous. Na wale wenye wamekuwa wakichant, wakimtetea ama wakiongea wakisema, yule ni mtoi muache tu. Yeye amekuwa star. Shame on you. Nyinyi ni mashetani. Hata mustahili kupewa nafasi kuzungumza. Nyinyi ni wale mashetani mmetumwa kuja kuharibu watoto na kuharibu ufalme wa mbinguni. How do you say such thing? Can you see even let me give you an example of Mr. Kanye West na Kim Kardashian. Did you see what happened to their kids? Saizi angalia mtoi wao. Angalia ule mtoi wao, uniambie kama yule mtoi yako sawa. Yule mtoi anapitia yale mateso yote na zile stress zote, yale maisha anayoyaishi kwa sababu ya wazazi wake. Wazazi wake walifanya nini? They did what they did na wakafikiria kwamba vitu zitakuwa sawa. Nothing will change as long as umeenda kinyume na Mungu. Mungu lazima atalipisha. Na hukumu ya Mungu ni dangerous. It's better for you to change your ways. Rudi mbele za Mungu, kwenye ulikosea tengeneza na Mungu. Na utakapofanya hivyo, Mungu atakukombolea familia yako. Mungu atakurejeshea watoto wako. Na wale watoi, saizi vile unawaona whatever they are doing ni kionjo tu. Bado hujajionea mambo. Utashinda ukilia, utashinda ukiongea, but nothing will change. Wewe umepiwa kiboko yenye hujawahi ona. Umekuwa ukifanya vitu chafu. Now imekuwa sasa it's time for you to pay. Mkuki kwa nguruwe ni mtamu. Pati kwa mwanadamu ni uchungu, ni mchungu. Wewe saizi unakasilika, utaki mtoi wako afanyiwe whatever anafanyiwa, lakini wewe ulikuwa unafanyia watoto wa wenyewe hivyo. Ulikuwa umetesa watoto wa wenyewe, umeharibu wasichana wa wenyewe, and then now you are crying now. Unasema eti mtoi wako amefanywa mke. Na bado let me tell you, I'm not condemning you. I'm not saying this to condemn you. What I'm trying to say is that repent of your sins, Mr. Kanyari. Whatever you have been doing, change your ways. Go back to God who gave you that platforms, who gave you that name. Change your ways, make things right with God. Let me give you an example of David.
David alienda akalala na mke wa mtu. Analala na mke wa mtu kwa sababu ye ni king. Hawezi ambiwa chochote. Yeye ameona tu mke wa mtu akamtamani na akalala na yeye. To make the mother worse. Kufanya tu kuzidisha. Akaenda akaulia yeye bwanake. Unataka kuniambia Bathsheba alikuwa anataka kuolewa na King David? Siko sure alikuwa anataka, but because she feared, because King David was a king. Na king hiyo time ilikuwa akisema anataka hichi anapewa without kukataza. So Bathsheba alikubali tu kulala na David kwa sababu alikuwa king. But tukifuatilia vizuri na mindset yetu saizi, Bathsheba angekuwa anataka hivyo. Juu alikuwa anajua anamkosea mume wake. But David alipofanya hivyo, akaenda akaua mume wa Bathsheba, akachukua Bathsheba akampeleka kwake, akamfanya mke wake. Na makosa kubwa ni yule mtoto aliyezaliwa pale. Wakati Mungu alimtembelea David, na David alikuwa ni mwepesi wa kunyenyekea mbele za Mungu anapokosea. Alienda mbele za Mungu akaambia Mungu, nimekosea, nimefanya dhambi ambayo imekufuru jina lako. Na David pia alitumiwa nabii akamwambia whatever you have done, Mungu hajapendezwa. So wakati David anaenda mbele za Mungu kuomba msamaha, Mungu alimwambia nimekusamea David, but this cup, this sword will never depart from your house. Can you imagine? After hapo, kitu cha kwanza kilichofanyika ni David alimpoteza yule mwana aliyezaliwa, ule aliyefornicate ndio apatikane. Alikufa. Seti alikufa tu kwa sababu Mungu hakumtaka. Ni dhambi zile David alifanya ndio zilisababisha mtoi wake kufanya nini? Kukufa. Haya, kutoka hapo angalia watoto wote waliozaliwa katika ule ukoo wa David. Kuna kijana mmoja aliyezaliwa alikuwa ni mtoto wa David. Alianza kumtamani sistake. Na ikamfanya yeye akaenda akarara na sistake, akamrape. And then from there akamchukia. Bible inasema alimchukia with passion. Vile alikuwa anampenda mara ya kwanza, alikuja akamchukia times 10. So tukirudi katika story ya David aliambiwa hichi kikombe, huu upanga utatoka kwa nyumba yako. Angalia watoi wa David vile waliishi. Wengine walikuwa wanamuinda David wamuue. And now you think that it's a joke. Whatever you have been sowing, my friend, utavuna kila ambacho umekipanda. Saizi unakasirika, unalia, unasema watoi wako wanafanywa hayo yote wanafanyiwa, na mimi nakuambia wewe umekuwa ukifanya nini? So this is a message to you. Enda kaa chini, omba msamaha Mungu, ongea na Mungu, ambia Mungu nilikosea. Nilifanya mambo ambayo hayakuwa yanastahili mbele zako. Naomba unisamee. Naomba unioshe dhambi zangu. Na wote wale ambao pia wanafanya hizi tabia zenye watu wanazifanya hapa, wanafanya wakifikiria kwamba Mungu amefunika macho, wanafikiria kwamba Mungu amefunika masikio, hasikii. Hata nyinyi siku yenu iko. Remember we are in the last days. Na saizi ni ile wakati ambayo Mungu ana expose wale watu ambao wanatumia jina yake in vain. You can never do that and you expect that utakaa poa. Lazima utalipa. Lazima utalipia. Watu wote ambao waliokuwa wanafanya mabaya alafu wakaokoka baadaye, walilipia. Look at the story of Paul. Alilipia baadaye. Kwa hiyo wewe unafanya vitu ukifikiria kwamba umejificha. Unafanya vitu ukifikiria kwamba Mungu hakuoni. Sasa this is now the time that kama uta change your ways. Kuna charlatans wamejaa huko nje. Wako na shrines pale wakijifanya kwamba ni makanisa. Hata nyinyi Mungu anakuja kuwa expose. Na not only kuwa expose, atakuja kuwafanyia kitu ambayo hamtapenda. Generation za watoto wenu watapitia maisha ambayo hata nyinyi mtashtuka ni nini inaendelea. Repent of your sins. Change your ways. Stop mocking God. Stop using the word of God. Stop using God, the name of God, in vain. Otherwise, whatever you are seeing, itaendelea ku happen. Wote ambao mnajifanya nyinyi ni watumishi wa Mungu, mnaotumia jina la Mungu kutapeli watu, kuibia watu nyota, kuroga watu ndio wajae kwa makanisa yenu, Mungu saizi anakuja
na upanga wake ni mkali. Ata make sure hata nyinyi mumelipa. Hamwezi kuwa mnafanyia watu maovu wakati sasa nyinyi mnafanyiwa maovu mnaanza kulia. No, you have to understand that Mungu ni wa haki. Mungu ni mwenye haki. Hata limit standard zake kukujaribu kukufurahisha wewe. No, kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. Kwa hiyo Mr. Kanyari, wherever you are, popote ulipo, jua kwamba whatever is happening, you can never change it unless you repent of your sins. Thank you so much and welcome again to Reality with Joe.